hata kama sikufai usoneshe ubaya, no need. Ni mzima mzima, nipe japo nafasi niseme nawe complete. Mi sina jina ila nina upendo wa kweli moyoni. Likupa mtima, ni kweli umeutupa shimoni. Jamani, si unaona mwenyewe navyopambana ili niwe upande wako. Nyumbani mama nanitegemea, na hii ndo dunia taniumiza lo. Haya haikuwa riziki. Haya utembee na rafiki yangu. Rafiki yako? Yaani mtembea na rafiki yako? Yeah. Upo serious? I'm serious. Unachoongea unakisikia? Yeah, kwa sababu hii ni kwa ajili yangu mimi na wewe. Na sio kwa ajili ya mtu mwingine yani. Yaani umekaa ukawaza ukaona ndio jambo la Mungu kuja kuniambia. Yaani nafanya hili sio kwa sababu labda nahitaji sisi tu, labda natengeneza ubatili. Ninachofanya hivi, ninachofanya hii ni kwa ajili ya hatima yangu mimi na wewe. Hakiwezekani. Hakiwezekani, tutabaki hivi hadi lini? Hatuna mtoto, hatuna mtu katika kwa jambo unafanya unalipo sawa. Niko sawa kwa sababu ni rafiki yako. Kwa sababu litatusaidia. Lakini unakumbuka hata uliniomba vile vile kwamba ni mimi, wewe unaona mimi kutokuwa sawa na mama yangu ni sawa? Hivi inawezekanaje wewe kwako inashindikana? Inashindikana kwa lipi yani? Just easy, fanya kwa ajili yangu kama nilivyofanya kwa ajili yako. Uko serious kabisa? I'm sure baby, niko sawa yani ninachokwambia namaanisha. Kwa sababu hata kama nikiendelea ndio ile wanasema mficha uchi hazai. Unaelewa, mwisho siku tutaumbuka. Unaelewa? Kwa kinachotokea ni kwa ajili ya kutengeneza hatima yangu mimi na wewe. Wewe jisikia unachoongea? Tutaishi hivi hadi lini baby kama tunaishi? Wewe jisikia unachoongea? Please. Don't shout. Usipanic wala nini. Hichi kitu ninachokwambia baby ni kwa ajili yangu mimi na wewe. Na sio mtu mwingine. Lakini tutabaki kwa siri yangu mimi na wewe. Unanielewa baby? Please, fit. Nakupenda na maana nafanya hivi. Na nafanya hivi kwa ajili ya kutengeneza angalau tu na hatima njema. I beg you please. Basa. Umekubali? Ndio maana nakupenda. That's why I love you. Eti? Oh, Msafiri. Vipi ndugu yangu? Kama kaa freshi, vipi hapo nyumbani? Wazima? Jambo jema sana. Niambie. Kuja nyumbani hapo. Hebu ngoja niangalie ratiba zangu. Unajua kazi zetu hizi. Sasa kumekuja kuona mwenyewe. Yeah. Okay, fine. Nipe tuangalie kesho kutwa. Takuwa hapo. Lakini navyohisi sana kesho kutwa. Pia si bi mkubwa yupo. Bi mkubwa ananipenda sana. Yeah. Mwenyewe nikija atafurahi. Basi saa hii ndo mida yangu ya kuingia kazini kakaangu. Unaelewa kazi za ubaharia hizi. Basi poa, tutasomana basi. Poa. Habari za wakati huu mwanangu? Msafiri mwanangu, kama unawazia yale yaliyopita, mimi nimesamehe. Nishakusamehe mwanangu. Mama, hayo masuala ya kunisamehe, kutokunisamehe mimi wala hata yanistui. Hata huo msamaha wako pia siuhitaji sana. Sijui ushanielewa. Kwa hiyo kama una shida bora ongea saa hizi na kusikiliza. Muda ni mchache mamangu. Nilikuwa naomba unisaidie hela ya mafuta, nimeishiwa mafuta ya kupaka mwanangu. Mama, hebu acha kunizalisha mbele ya mkweo. Wewe ni wakosa hela ya mafuta? Kweli? Like serious?
Mashamba yote yale alokuachia mzee, unashindwa kweli hata kuafford hela ya mafuta? Haya, hebu nipe mimi hayo mashamba yote alokugea mzee. Uone kama kuna mtu atakuomba hata senti 5 huko ndani. Mama. Anyway, kwanza hiyo hela ya mafuta ni shilingi ngapi? 2,000 tu mwanangu. 2,000 Haya, utachukua shilingi 1,000 kwa mkweo pale. Nyingine na wewe utaongezea. Usibweteke mama yangu. Maana umebweteka sana. Miradi yote alokuachia mzee kweli unashindwa kupata shilingi 2,000 kwa ajili ya mafuta mamangu. Nisamee mwanangu kama nimekukosea. Sio nikusamee, lakini kingine ukionaga wageni ndio wago unajisogeza. Niache basi angalau nitulie. Ndio kwanza kuna pambazuko ushaamka na shida zako. Una shida gani? Hivi ni wewe. Mbona umebadilika mwanangu kiasi hiki? Mama. Mama. Nini shida? Niambie basi, nini kinakusumbua jamani? Mama. Kwa nini nampendi na furaha tu? Sisi tena tupende wewe una furaha? Yaani mama ndani kila kukicha malumbano na baba Aisha. Kwa nini unasema hivyo? Kila kukicha malumbano mimi na Moze. Moze tena? Sikiza nikwambie mwanangu. Sisi tunakupenda sana. Usione tunakukataza uwe mbali na wewe kijana. Tuna maana yetu. Tunahofia asije akakudhuru. Umenielewa? Unajua kitu ambacho wewe ukifahamu? Labda nikwambie. Tulikuwa tuna migogoro kati yetu sisi na wazazi wake wewe kijana. Sasa mzee, mimi kama nilivyowahi kukwambia kwamba nahitaji lile shamba lako uniuzie, maana nataka kuwekeza, niweke vitu fulani pale. Hapana, nilishakwambia siwezi kukuuzia shamba. Mzee, naomba uniuzie bwana, mimi nakupa pesa nyingi za kutosha Nina watoto. Kuwa na watoto sio shida mzee wangu, mimi sinakupa pesa. Na hata kama ni maskini vipi, lakini mimi siwezi kukuuzia hilo shamba, maana mimi mwenyewe nina watoto. Haitawezekana hata siku hii, hata siku moja. Sikiza mzee, takuongezea hata ng'ombe wengine basi ili uzidi kukamua maziwa. Mimi madam uniuzie lile shamba tu. Hapana, nina watoto. Wa kwanza anaitwa Moses. Moses hana shida mzee, siku hizi kuna uwekezaji wa aina nyingi. Unajua watu wanapunguza mashamba, unaweza kupata ile fedha ukajenga sehemu nyingine nyumba nzuri ya kuishi kuliko kuwa na shamba kubwa lisilo na faida. Haitawezekana. Sasa mzee bwana, tafakari hilo swala bwana mzee. Haitawezekana. Siku ya leo mimi sijaja kwa ajili ya kuwa mkaji, hapana. Ila bali siku ya leo nimekuja na swala moja tu. Siku ile nilikuachia ujumbe wa kwamba hebu tafakari ili uhakikishe unaniuzia lile shamba. Lakini naona kila kufika unashindwa kunielewa. Maana yake ni nini? Unajua mtu mwenye pesa anatumia nguvu nyingi. Pesa inaweza kumshawishi mtu, kumhamisha mtu mwingine kumleta kwenye sehemu nyingine. Si unajua kwamba anamaanisha nini? Hujui? Mimi najua. Hujui? Ngoja kwanza nikwambie, kwa sababu hujui, ila ndio nataka nikuelimishe, lile shamba nitalihitaji kwa nguvu yoyote ile. Haitawezekana kukuuzia shamba. Nilishakwambia na nilishakukatalia usiwe unarudi hapa kuja kutafuta shamba langu. Mzee, unataka kubishana na mtu mwenye pesa? Pesa ni za kwako. Pesa ni zako. Mashamba ni yangu. Mzee, nimezungumza kwa mara ya mwisho. Sitaki usumbufu hapa ni kwangu. Nahitaji uniuzie shamba lako, na kama hutohitaji kuniuzia shamba lako,
lolote litakalo kutokea mimi siku. Fanya utakavyoweza. Usije ukanilaumu. Fanya utakavyoweza. Mzee, nimezungumza tena kwa unyenyekevu kabisa kwa kusema kwamba lolote litakalo kutokea na mimi sitakubaliana na wewe. Huwezi ukabishana na mtu mwenye pesa mzee. Pesa ni zako. Mimi mashamba ni ya kwangu. Hakika utaniuzia ile shamba. Ile shamba utaniuzia tu. Mimi nakwambia haitawezekana. Sio mimi Arwata nikadubuda. Mimi sijashindwa na kitu chochote. Fanya hicho wewe. Ile shamba atalichukua kwa nguvu yoyote. Shamba la kwangu. Alafu nataka utumie nguvu ya pesa. Ya nini? Itakusaidia nini? Shamba ni la kwangu. Nenda bwana. Haitawezekana. Mpaka ikapelekea wao kufa. Kwa hiyo yule kijana tunakutenganisha naye, ukae naye mbali, kwa sababu anaweza akakudhuru na wewe mwanangu. Lakini mama, kumbuka mimi nampenda. Sawa, tunajua unampenda, lakini tunahofia usalama wako, anaweza akakudhuru wewe, kwa sababu yule anajua sisi tumeua wazazi wake, lakini hatuhusiki. Ilikuwa ni migogoro ya mashamba. Kwa hiyo tunahofia mtoto wetu na wewe usije ukadhurika. Mtoto mwenyewe ndio wewe mmoja. Hivi kweli? Hebu acha basi, utapata mtu mwingine sahihi basi. Sawa mwanangu, nisikilize basi nielewe, usihuzunike. Sawa mwanangu. Haya basi. Mimi kwa sasa naona kabisa mahusiano yetu kati yangu mimi na wewe iwe mwisho. Yaani kwa kifupi sihitaji tena kuwa na mahusiano na wewe. Ya, siwezi, kwa sababu siwezi kuwa na mtu ambaye wazazi wake kila siku wananipiga vita. Kwa hiyo mimi naona kwa sasa mimi na wewe tuishie hapo. Saa Moze, kwani unapenda wazazi wangu au mimi? Ni kweli. Ni kweli kabisa unachokisema. Nakupenda wewe. Lakini kwa hivi tunavyokwenda nimeshindwa. Sasa umeshindwa nini? Mbona ghafla hivyo lakini? Aili, inabidi uelewe. Wewe vitu ambavyo unafanyia na tangu zamani. Navyofanywa na wazazi wako unaona ni sawa? Sio sawa, lakini mimi sinipo na wewe. Tutanisamehe tu Aileen. Sawa, nimeshindwa kiukweli. Hata kama ni uvumilivu, naona kwangu umeisha. Lakini usingeniambia tangu zamani. Aileen, bye. Tusitafutane kabisa. Sawa, sitaki shida na wewe. Sawa. Moze. Wewe Moze. Nataka kusema ila nani atasikia maumivu yangu, atafuta machozi yangu. Karibu sana ndugu yangu. Asante ndugu yangu. Karibu sana. Jisikie uko nyumbani. Shukrani sana. Vipi? Mbona ndani kumepoa sana hivi mzee wangu? Nyumba imepoa, bibi mkubwa ametoka. Bibi mkubwa ameenda sokoni. Wameongozana na shemeji yako, wameenda kufanya mahemezi. Wale wameongozana wale. Sijajua nimewaforce ila ndio hivyo, sijajua uko njiani wanatembeaje, lakini wameenda wote. Umeamini kama Mungu anatenda? Na kweli brother. Okay, fine. Tell me. Kitu ambacho nimekuitia hapa kidogo ni sensitive, lakini jaribu kulibeba kama jambo la ndugu yako. Wewe ndugu yangu, jambo langu mimi. Unajua ndugu yangu, mimi nilipata tatizo. Nilipata maradhi ambayo yalipelekea hadi mimi yani njia zangu za uzazi zikawa zimesheki kidogo. Naelewa? Asante sana. Sasa baada sikuwa najua kama inaweza ikawa tatizo kubwa kiasi hicho. Lakini baada nimekuja kupata mwanamke, niko naye, nimekaa muda mrefu, lakini hakujabahatika kupata mtoto. Kweli. Naelewa? Sasa ndugu yangu, hili tatizo limekuja kuwa changamoto kubwa sana kwenye maisha yangu. Hadi imefikia sehemu sasa ishakuwa ni tatizo kubwa. Naelewa? Sasa kitu kimoja nilichokuwa nataka unisaidie kama ndugu yako. Nilikuwa naomba kitu kimoja. Naomba utembee na mke wangu. What? Tommy. Relax ndugu yangu. Relax. Sawa? Relax. Na relaxije mzee, hili jambo kubwa mzee. Hili mzee jambo kubwa, usijichukulie poa mzee. Relax. Hizi lawama mzee wangu. Na ndio maana nikakuita wewe Tommy. Unaelewa? Mzee, hilo jambo gumu mzee. Ni kweli. Nawezaje kutembea na shemeji yangu mzee? Kaka. Naelewa, ndio maana nikakufuata wewe. Kwa nini nisingefuata mtu mwingine baki? Nikajua wewe ni ndugu yangu. Mzee, hizi ni lawama hizi unanitafutia kakaangu. Ututavunja ndugu kwa vitu vya kipumbavu. Mimi siwezi bro. Tommy, nisikilize. Unajua mimi ni mtu mzima, unaelewa? Na nimeshajipanga kwa ajili ya kulivaa hili jambo na nishaliona kabisa, nishalipitisha Tommy. Umenielewa ndugu yangu?
Hebu fanya kwa ajili yangu, nisaidie. Haitowezekana ndugu yangu. Siwezi kutembea na shemeji yangu mimi. Tommy, hapana. Nisikilize basi ndugu yangu. Fanya kwa ajili yangu. Na hamna chochote kibaya ambacho kinaweza kuja kutokea kwa sababu hivi vitu nimeshatengeneza, nimefanya setup. Ina maana hamna mtu mwingine atakayejua zaidi yako wewe, mimi na shemeji yako. Itabaki kuwa siri ya watu hawa watatu. Na kama unavyojua mimi ni msomi tu. Hadi kufanya hata kuja kufanya kitu kama hicho na maamuzi kama haya. Ina maana haya maamuzi, this is the point of no return. Leo shenielewa tu. Nakuomba sana ndugu yangu. Please, nakuomba sana. Fikiria bei mkubwa akija kujua kitu kama hichi takuaje. Na ndio maana nikakuomba iwe siri. Unaelewa? Ina maana tutafanya mimi na wewe pekee. Yaani mimi na wewe itabaki kwa siri yetu, labda na shemeji yako. Unaelewa? Lakini sasa ndugu yangu usipofanya hivyo, mimi naumbuka ndugu yako. Unaelewa? Yaani unavulika yani kuna muda saizi mtaa ushaanza kuwa na maneno. Kwa ili kusudi ni wanyamazishe na nabaki kulinda heshima yangu. Kama unavyojua mimi ni msomi. Unaelewa Tom? Please nakuomba ndugu yangu. Wewe ni ndugu yangu, nisaidie kwa hilo. Ni siku moja tu haijirudi tena. Ni siku moja lakini ni lawama sana. Yaani unachukulia ile jambo ni dogo lakini ni jambo kubwa sana. Mbaya wewe kutembea na mke wangu bila mimi kujua. Unaelewa? Wewe kama vile unanizunguka, lakini hili nimekushirikisha ndugu yangu. Nisaidie. Niko chini ya ndugu yako ndugu. Nisaidie kwa hili. Unaelewa? Hiyo lawama unaiogopa ni ndogo kuliko fezea ambayo naipitia mimi ndugu yako. Napitia fezea kubwa ambayo kiasi kwamba kuna wakati mwingine watu naona aibu kuangalia usoni. Unanielewa lakini Tom? Jaribu kuliwaza ili ingekuwa la kwako. Unaelewa? Nisaidie ndugu yangu. Nakuomba sana. Wewe ni ndugu yangu, wewe ni damu yangu. Fanya kwa ajili yangu. Please Tom. Okay. Lakini itakalotokea naomba usinishirikishe. Kaka, usiwe na wasiwasi. Narudia kukwambia it is okay. Lakini likitokea la kutokea, kaka tusije tukalaumiana ndugu yangu. Kaka hili ni jambo kubwa, yaani walichukulie kidogo lakini ni jambo kubwa sana. Ndugu yangu, wewe unajioverthink, sawa? Hili jambo mimi nimelichakata, nimelifanyia hadi evaluation ndio maana nimekuletea wewe. Ushanielewa? Kwa liko ndani na aliweza, liko ndani ya uwezo wangu Tommy. Wewe nisaidie kwa moyo mmoja. Na wala hamna kitu chochote kibaya kitakachokuja kutokea. Niamini mimi ndugu yangu. Kwani umeanza kunijua leo? Sawa tu. Sawa. Nimekuelewa. Unielewa Basi fanya kwa ajili yangu ndugu yangu. Fanya. Please. Sawa, tafanya. Basi sawa. Na mimi nilikuwa ni hivyo tumekutia hilo jambo ili uende ulifanyie tafakuri, afu baadaye mimi utanipa location kwamba kufanyia wapi au mimi ndo nitakupa location. Sawa? Kikubwa tu si mzee hewani. Sawa? Tutakupigia kaka mkubwa. Sawa. Ni mkubwa vipi? Ni mkubwa katoka, sijajua ratiba zake. Ila pesa umefuata rudi. Kama kumsubiria au atachelewa kurudi mimi. Ni hai maana tunajua kazi zangu kila siku nakwambia kazi zangu zinanibana sana. Sina warrant na muda wake kwamba narudi muda gani. Kwa kama kuna kazi zinakubali unaweza kaenda. Kama tutapata wasaa mwingine naweza nikakuita ukaje kumuona. Basi kwa ndugu yangu. Kweli nataka kusema ila nani atasikia maumivu yangu, atafuta machozi yangu. Ola, nimechoka, nimeshindwa kunyamaza. Nimechoka, nimeshindwa kunyamaza. Nimechoka. Mambo kwa vipi? Mzima. Sorry. Wanda feti. Okay, nadhani ndio mgeni wangu. Karibu na address. Nimechoka. Nimeshindwa kunyamaza. Nimechoka. Feti. Naomba kwa siri, sawa? Tusipotezeane muda. Sijui unielewa. Nadhani unajua kilichotuleta. Kwa naomba tufanye kilichotuleta tuondoke. Sijui unielewa. Mambo nisogee. Sogea mamangu. Sogea. Fetu. Hebu kwa serious. Sawa. Kuwa serious. Kweli nataka kusema
ila nani atasikia maumivu yangu, atafuta machozi yangu. Ola, yeah. Nimechoka, nimeshindwa kunyamaza. Nimechoka, nimeshindwa kunyamaza. Nimechoka, nimeshindwa kunyamaza. Nimechoka, nimeshindwa kunyamaza.